fruitful inside of you. Kwa sababu hata mimi nikuombea kama wewe mwenyewe haujakubali neno lifanye kazi ndani ya maisha yako. I pray, but if you have not received the word to do the work inside of you, if you have not yet made a decision so the word can make a change in your life, amen, maombi yangu yatapita bure. My prayers are going to go but for nothing. Mungu akuwezeshe siku ya leo uweze kusikia neno na liweze kukusaidia. May the Lord enable you to receive the word of God and so that it's fruitful in you. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Juma zilizopita, the past weeks, wahubiri karibu wote, almost all the preachers, walihubiri juu ya dhambi. They preached about sin. Mnakumbuka? You remember? Lakini but hakuna mtu aliyesema madhara ya dhambi. No one said the wages of sin. The consequence of sin. The consequences of sin. Hallelujah. Amen. Wote waliwaambia kwamba dhambi ni nzuri. Everyone said that sin is good, lakini but ina madhara mabaya. It has bad results. Lakini wakawaambia madhara yenyewe ni nini? But they did not tell you what the results are. Leo tulipenda, today we wanted tuzungumzie kwa ufupi tu, to speak just shortly karibu madhara 8 ya dhambi. About 8 results. Kwa sababu ya muda sitayafafanua zaidi. Because of time, I'm not going to be able to explain. Lakini nitayapitia tu kiasi ya, lakini wewe kama mtu wa Mungu utaelewa. But I'm going to go through them quickly. As you as a child of God, you understand. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah kanisa. Praise the Lord church. Najua wakati mtoto wa Mungu anasikia, I know when a child of God listens, Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani mwake ili aweze kumuelewesha neno. work inside of them so that they can understand the word. Masemo ya Emmanuel haiwezi kuelewesha neno. The words of Emmanuel cannot make you understand the word. Kwa sababu neno lenyewe sio la Emmanuel. Because the word itself is not from Emmanuel. Neno ni la Mungu. The word is from God. Na uwezo ambao unatusaidia sisi kuelewa neno la Mungu, and the power that enables us to understand ni uwezo wa Roho Mtakatifu, is the power of the Holy Spirit, na ambayo ni sehemu moja ya Mungu katika utatu utakatifu. which is one department of God, the three trinities. One Trinity. One Trinity. Hallelujah. Amen. Tutapitia kwa usomi. We'll go through the scriptures. Isaya sura 59 mstari wa 2. In the book of Isaiah 59 verse 2. 59 verse 2. Mfanye haraka, fungua Biblia yako kitaalamu na ukasome haraka tuweze kuendelea. Isaya 59 mstari wa 2. 59 verset 2. Mungu akubariki. Iniquity have separated between you and your God. Your sins have hid his face from you, and he will not hear you. Amen. Madhara ya kwanza. The first result. The first consequence. Or the first consequence. Dhambi, sin, inatutenga na Mungu. Separates us from God. Wewe utajiuliza inatutenga na Mungu basi tunakuaga na tunalala kitanda moja? You say it separates from God. Does that mean that we sleep on the same bed as God? Ndio. Yes. Kila sehemu unapokuwa Mungu anakuwa pale. Everywhere where you are, there is God. Dhambi inakutenga na Mungu. Sin separates you from inaacha God. urafiki wako pamoja na Mungu. It separates your friendship from God. Usikue tena. To see that it's no longer there. Mungu anaacha kuwa karibu nawe. God stops being near you. Hata ukiomba namna gani, maombi yako Mungu hawezi kuyasikia. God cannot hear them. Kwa sababu Mungu dhambi imeficha uso wa Mungu ili asikuone wewe. Has hidden the presence of God from God seeing you. Kuna mtu ambaye ameelewa? Does someone understand? Kama mtu ameelewa afanye hivi mkono. If you understand, you can raise up your hand. Hallelujah. Praise the Lord.
Na tunakuwa na namba ya pili. And we have the second consequence, or the second consequence. Dhambi inafanya mtu wa Mungu akuwe mtu wa shetani. Sin makes a person of God to be a person of the devil. Mtu mmoja atatusomea Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 8. A good reader will read for us the book of 1 John chapter 3 verse 8. Kitaalam haraka. Tumebakiza tu dakika 10 na. Mungu akubariki. 1 John chapter 3 verse 8. He that commits sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he may destroy the work of the devil. Amen. Bwana akubariki. May the Lord bless you. Mwana wa Mungu alienda msalabani aweze kukutoa katika mikono ya The ibilisi. Son of God went on the cross so that he can take you from the hands of the devil. Kwa sababu shetani alitenda dhambi tangu mwanzo. Because the devil sinned from beginning. Na yule ambaye anayeendelea kutenda dhambi na mpaka leo hii, And the one that continues to do sin until now, ina maana yeye sio wa Mungu, amemchagua shetani kuliko means that Mungu. they are not of God, they have chosen the devil over God. Anakuwa mtu wa nani? And which persons have they become? Nataka nisikie sauti. I want to hear a voice. Anakuwa wa nani? Whose have they become? Sema na sauti. Speak Anakuwa with wa a voice. nani? Whose have they become? Unapoendelea kutenda dhambi kila siku, shetani anakuwa na mamlaka juu yako. When you continue sinning, the devil has authority over you. Atakutumia kwa njia zote anazoziweza. He will use you in all kinds of ways that he is able. Atakufanya ukuwe kiwerewere. He will make you stupid. Hata dhambi yenyewe watu wanaogopa, wewe hautaiogopa. Even the sin that people are afraid of, you will not be Wengine afraid of it. wanasubutu hata kusema acha nifanye, mimi nilishakufa zamani. Others said, let me just do it, I was dead already. Uliwahi kusikia mtu anasema mimi nilikufa kango Have you zamani? ever heard someone say that I've died already? Mlishaga msikia Have you heard them say something like that? watu wanasemaga walishakufa zamani People na say iko that they have anatembea. died already and they are walking. Dhambi itakufanya mufu aliye hai, Sin will make you a walking dead kwa sababu umekuwa wa shetani. because you have become of the devil. Hallelujah. Praise the Lord. Dhambi inatutenganisha hata na wenzetu. Sin separates us from each other. Nafikiri ukiiba mbuzi yangu mimi na wewe tutabakia na salama? Do you think if you steal my goat, me and you are going to stay friends? Ukihack account yangu mimi na wewe tutakuwa na salama? If you hack my account, are we going to have peace? Ukimpenda mke wangu mimi na wewe tutakuwa na salama? If you love my wife, are we going to have peace? Hallelujah. Praise the Lord. Ukimpenda mume wangu mimi na wewe If you tutakuwa na love my salama? husband, are we going to have peace? Usijiulize kusema mimi mbona nasema mume wangu hapa. Do Mimi not ask nasimama yourself, kwa, as I'm saying my husband, nasimama kama mtu wa Mungu, natoa I'm standing here neno as a la person of Mungu God. hapa. I'm Mungu giving aliniumba the kwa word sura of God. yake. Mimi si mume wala mke hapa. God created me in his image. I'm not a female or a Ninaposimama man. hapa mimi si mume When wala I stand mke. here, I'm not Hapa a ni female or madhabahu male. takatifu. This is a holy altar. Kama unakuaga na tabia ya kusimama hapa na wanaume wako au na If wanawake you are used wako, to stand here with your wife or your husband, umepotelea mbali. you Mbinguni have been hakuna far. mme, mbinguni In heaven hakuna there is mke. now female or male. Hapa ni alama ya mbingu. Here is a signal of heaven. Kama mtu amenielewa afanye hivi. Tunaendelea. We continue. Dhambi Sin inaleta woga. brings fear. Nimeeleweka? Am I understood? Hakuna mtu anayefanya dhambi na anakuwa na ujasiri kusema There is amefanya no one that dhambi. does sin and they are so proud to be like, oh, I have sinned. Hata kama najikaza lakini anakuwa Even na if woga they ndani try so much, mwake. there is still a fear inside of them. Nani aliwahi kutenda dhambi hapa? Amshe Who has mkono. ever sinned here? Wakati ulitenda dhambi, When you sinned, ulisikia tu haujali au ulisikia woga? did you feel like you don't care or you felt a fear in you? Utasikia woga. You'll be afraid.
tatusomea mbio mbio kwa haraka Mwanzo sura 2 mstari wa 8. You read quickly in the book of Genesis, Chapter 2 verse 8. chapter 2, verse 8. Hii ni Mwanzo sura 2. Soma Mwanzo sura 3 Read chapter 3, mstari wa 8. verse 8. Soma kwa haraka. Genesis chapter 3 verse 8. And they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day. Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the tree of the garden. Amen. Bwana wetu asifiwe. Praise the Nini Lord. liwafanya wajifiche? What made them to hide themselves? Dhambi liwafanya wajifiche, wakasikia woga, wakaenda kujificha, na wanajua tu macho ya Mungu inaona nafasi Sin yote. made them to hide themselves, even though they know that the eyes of God see everywhere. Ulishawahi kuona mtoto anaficha kitu? Have you ever tried to see a child hiding Mtoto something? ataficha kitu hapa na atageukia hivi na wewe uko hapa. They will hide something and then they put it here and then they will turn when you are looking at it. Atasema anaficha. Na they Adam will na say Hawa that they are hiding. walikuwa watoto kweli. And Adam and Eve truly were children. Walijificha katika bustani ambayo Mungu alipanda mwenyewe, They na hid wanajua in the Mungu anaona garden, nafasi yote. That God planted, even though they know that Na God sees sisi everywhere. wakati tunadanganyika tunafanya dhambi, Even we, when we are lied to, ule admit woga wa sin, Adam na Hawa that fear of Adam na and Eve, sisi pia tunao. we also get it. Wengi wanafanya dhambi usiku ndani ya giza. Some do sin in the night, Wanafikiri when there Mungu is anaonaga darkness, mchana peke. thinking that God only sees in the daylight. Mungu anaona hata usiku, hata God sees ujifiche also in the katika night. chumba chenye Even if kikwage you na taa hide ku basement, Mungu In anakuona. basement where there is no light, God can still see you. Dhambi Sin inaua. kills. Warumi sura 6 mstari wa 23, Romans chapter 6 verse 23. 26, 23. Mtaachia pale. You can stop there. Soma tena Ezekieli sura 18 mstari wa 20. Read Ezekiel chapter 18-20. Ezekieli Ezekiel chapter 18 verse 20. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatauchukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwanawe. Unaweza achia pale. You can stop there. Ezekiel chapter 18 verse 20. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. Na wote achia pale. You can stop there. Wamekuambia mshahara wa dhambi ni They nini? have told you that the wages of sin is what? Na roho itendaye dhambi itafanya nini? And the soul that sinneth shall what? Itakufa. Utakufa It shall die. You mara will mbili die. sasa makala. 2 times like charcoal. Haleluya. Amen. Unajua makala namna inakufaka? Do you know how coals die? Wataichoma kupori, They burn it in the wood. watairudisha, wataibeba, wanaipeleka kunyumba, They return it home. na kunyumba tena wanaitia juu ya mbebula, And wanaichoma at home tena. again they burn it again. Dhambi inaua mwili na roho. Sin kills the flesh and the soul. Dhambi Sin inatuletea hukumu. brings us judgment. Dhambi inatufanya kuwa waasi. Sin makes us Waasi. To rebel ourselves to our God. rebellions Rebels. or rebels. Soma Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 4. Read the book of John chapter 3 verse 4. 1 John. 1 John chapter 3 verse 4.
1 John. Barua. Chapter 3 verse 4. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for the sin is the transgression of the law. Dhambi ni uasi, na kila anayetenda dhambi anakuwa muasi. Whoever commits sin commits lawlessness. Mko nasikia Kongo kule wa FRDC na wazalendo na watu wako wanapigana na wanani? How those people are fighting against each other? Who are they fighting with? Wakongole, haleluya. The Congolese, amen. FRDC, wazalendo, nini ingine wanaitaga namna gani? Sadeke, Warendo and Wasege, Maimai, and Wamaimai. wote wako wanapigana na nani? Who are they fighting with? Wanapigana na muasi. They are fighting with the Wanapigana one na that commits waasi. lawlessness. Na wewe unapotenda dhambi, And you, when you do sin, kuna nguvu ambaye inapigana na there wewe. is a power that fights with you. Nguvu za mbingu zinapigana na wewe. Powers of the air fight with you. Huko mbinguni kuna jeshi la Mungu. In the heaven there is the Nani army of God. ataniambia jina ya majeshi ya mbingu? Who can tell me the names of the armies of God? Kaini ni wa muasi. Cain is one of the lawless ones. Wana nini mbili? There is two of them. Wamoja wanaitwa, yeye huyu ni kamanda. This one is a commander. Wanakuwa kuna jeshi aina mbili huko. There is two types of armies there. Wamoja wanaitwa wa makerubi. Some are called the cherubims. Na wengine wanaitwa, and some are called wa serafi. seraphims. Maana yake wewe ukileta manyanga wakikutumia wa serafi wanashindwa, wanakutumia makerubi wakuje wa kuangamize. So that they can come destroy you. Tunapoishi katika dhambi kuna nguvu ambayo inapigana nasi. As we live in sin, there is a power that fights against us. Ndio maana watenda dhambi wengine wanakufia katika dhambi ili maiti yao ipate haya. That are sinners, they die in the sin so that it can receive can be ashamed. So that it can be ashamed. Thank you. Watu wengi, so most people ambao wametenda dhambi ya kupindukia, that have done the sin of the excessive sin, hawakufage na wamefunikwa. They do not die while they are covered. Wanakufa na macho yao iko wazi na maiti yao inabaki nje, watu wanapita wakiwaona wako nje. Outside and people are passing seeing that they are outside. Kwa sababu because jeshi la mbingu limepiga vita yao na kuwaua. The army of heaven have beat them and killing them. Wewe utaona watu ndio wamewaua. You think that people are the ones that have killed them. Sio watu wamewaua peke yao. Kuna nguvu ambayo imewasaidia wale kusudi watu wa Mungu wapate uhuru. So that the people of God may receive freedom. Kama mtu amenielewa pepee. If somebody understood me, you can wave. Hallelujah. Praise the Lord. Dhambi inatufanya kuwa watumwa. Sin makes us slaves. Bwana wetu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mnajua tunakuwa watumwa wa dhambi namna gani? Do you know how we become slaves to sin? How? Nani anaweza kunieleza kuwa mtumwa wa dhambi? Who can tell me how you become a slave to sin? Inakufanya kuwa mtumwa namna gani? Unaweza kueleza? How does that make you a slave to sin? Pale inakushinda. Kuwa mtumwa wa dhambi, being a slave to sin, ni addiction. Is addictions. Yule ambaye ni mtumwa wa washerati, the one that is a slave to fornication, halalake kunyumba ya kwabo, does not sleep in their house. Mlishafika huko Kampala? Have you ever reached in Kampala? Kwa ile barabara ya Kabalagala. In Kabalagala. Si unajua kule? Do you know there? Kahaba wanalalaka macho wazi mpaka asubuhi. The harlots, they sleep and with their eyes open until morning. Mvua ikinyesha inyeshe, isiponyesha shauri yake. If it does not know, that's his own concern. Ule sio mtumwa. Is that not a slave?
Na Seattle pamoja na Las Vegas vile hivyo Seattle hivyo. and Las Vegas too. Kumbuka hapa kuna jobs. You know there is jobs here. Lakini dhambi imewafanya kuwa watumwa wa washerati. But sin has made you to become slaves of adultery. Ukikuwa mtumwa wa dhambi ya uizi, if you are a slave of stealing, baridi itakuwa inakuya kwa milango ya watu uko nachungulia watalala saa ngapi nitoboe hapa niingie ndani. Waiting for people to see when they leave so that I can enter. Kila aina ya dhambi ikikufanya kuwa mtumwa, every type of sin that makes you to be a slave, haitakuruhusu wewe kufanya hatua yako mwenyewe. Will not allow you to make your own decisions. Dhambi hiyo ndio itakuchukulia hatua. That sin will be the one to decide for you. Nimeeleweka? Am I understood? Muda uko mfupi, sitaendelea zaidi ya pale. The time is short, I won't continue from there. Ningependa mtu mmoja atusomee. I would like another mbele ya mtu kusoma, nataka niwaambie hivi. Before a person reads for us, I would like to say this. Dhambi hizo zote mtu anaweza kuzitubu. All these sins, a person can repent them na akamrudilia Mungu wake and come back to their God, akaepukana na madhara haya, and stay away from these troubles. Hallelujah. Praise the Lord. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kinaweza kumzuia asifanye hivyo. But there is one thing that can prevent them from doing this. Soma Waebrania sura 10 mstari wa 26. In the book of, na tutamalizia pale. In the book of Hebrews chapter 10 verse 26. Hebrews chapter 10 verse 26. Hebrews chapter 10 verse 26. For if we sin willful, after that we have received the knowledge of truth, there remains no more sacrifice for sin. Hallelujah. Praise the Lord. Najua iko tricky, hamtaelewa haraka. And it's kind of tricky. You won't understand. Kwa dakika hizo mbili nazobaki nazo nitakuelewesha. But in these 2 minutes I'll try to make you understand. Bwana wetu asifiwe. Praise the Lord. Unapofanya dhambi, when you sin, wakati unatoka hapa leo hii, when you leave this place today, nimeisha kuambia madhara ya dhambi. I have already told you the results of sin. Na unajua dhambi ni nini na madhara yake nini. And you know the consequences of sin, and you know what sin is. Unafanya dhambi kwa makusudi. And you do the sin on purpose. Pale, that place, at that point, dhabihu yetu ni damu ya Yesu Kristo. Our sacrifice is the blood of Jesus Christ, ambayo ilivia juu ya msalaba wa Golgotha, that was shed on the cross of Golgotha, ili dhambi zetu hata zikiwa nyekundu kama damu, so that our sins, even though they are scarlet as blood, yaweze kutakasika na kuwa nyeupe kama theluji. They may be cleansed as white as snow. Haitakuwa tena na kazi juu yako. It will not have any power upon you. Hata uite damu ya Yesu, even if you call upon the blood of Jesus, haitakuwa tena dhabihu kwa ajili ya dhambi yako. It will not have any effects upon you. Kuna ambaye ameelewa hiyo? Does someone understand? Wangapi hawajaelewa? Amshe mkono. How many people have not understood? Niko na dakika moja nitawaelewesha. I have 1 minute, I'll help you to understand. Ina maana hivi. It means this. Mara ya kwanza ulitenda dhambi kwa sababu haukujua. The first time you sinned because you did not know. Wakati ulipata ujuzi, when you received the knowledge, ulitubu na kuacha dhambi hiyo. You repented and you left that sin. Ukabaki na ule ujuzi ndani mwako. And you stayed with that knowledge inside of you. Lakini na unajua vizuri maana ya dhambi ambayo ulitoka kutubu. And you knew that this kind of sin that you came from repenting. Na unajua madhara yake. And you know its consequences. Ukaamka ukasema acha nitende dhambi nitatubu. And then you said let me just sin, I'll go again and repent. Hallelujah. Praise the Lord. Pale, at that point, damu ya Yesu haina faida kwako. The blood of Jesus cannot work upon you. Itakuwa rahisi kwako kutamka damu ya Yesu nitakase, unioshe, unirehemu. Yesu. The blood of Jesus to cleanse you, to ile ni kelele bure, utakuwa unapiga piga tu makelele bure. Yesu haiko wako.
wewe Jesus utakuwa is not uko wa yours. nani? Wa shetani. You will be of Na the devil. hukumu ya ziwa la moto inakuwa inakuchunga. And the furnace of fire will be waiting for you. Simama tuombe Mungu. Stand up, let's pray. Mwambie Bwana akujengee roho mpya. Tell the Lord to create a new heart in you. Roho ngumu, roho ambaye inashindana na dhambi. A heart that can defeat sin. Roho ambaye inashindana na majaribu ya ulimwengu. A heart that can defeat the things Roho of this world. ambaye haitakuruhusu kurudi nyuma A tena heart that will kufanya not dhambi allow you to go uliyoifanya backwards again zaidi. to do that sin that you did. Kwa sababu Biblia inatuambia Because the Bible tells us arudiliaye dhambi that aliyoitenda whoever repeats the sin that they have done anafananishwa na mbwa ambaye is like anarudilia kula a matapishi dog that ambaye goes back to ametapika. eat the things that they have vomited. Mwambie Bwana akurehemu You can tell the Lord to cleanse you na akujengee roho mpya, and to create a new heart in you, roho yenye ujasiri, to create a strong heart roho in yenye you, ushindi. a heart of victory. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Thank you, Jesus. mbele yangu kuna kundi la taifa lako Thank you, Holy Ghost. ambao umetuma niweze kuwahudumia Create a leo. new heart in us, oh God. Bwana, Create a new heart, ujumbe oh God. wako nimeufikisha kwao. Thank you, Jesus. Wasaidie kubali Roho wako Mtakatifu aufanyie ule ujumbe makao ndani ya mioyo yao. A new way of Wajengee roho ambayo inajaa ujasiri na nguvu, ambayo haitawaruhusu tena kurudi nyuma katika dhambi walizoziacha. of righteousness, oh God, that we may stay. Jioni ya leo, acha damu yako iliyovya Golgotha itakashe kila mmoja aliye hapa, na msamaha wako ulioutangaza mwenyewe uweze kumfikia kila mmoja aliye hapa. Utukufu na sifa ni vyako, Yehova, katika jina la Yesu Kristo. Sote tuseme amen. Amen.